Yesu asifiwe. Ni muhimu utambue na uelewe kwamba adui shetani hutafuta kukukwamisha kwa namna yoyote ile, na namna mojawapo ambayo shetani huwa anaitumia kuwakwamisha watu ni kwa namna ya kushambulia vivuko vyao. Bwana asifiwe. Neno vuka katika Biblia limeandikwa mara 6 na neno tuvuke limeandikwa mara 2 katika Biblia. Kwa mfano, kitabu kile cha Marko sura 4 mstari wa 35, Biblia inasema siku ile kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Luka sura ya 8 mstari wa 22, ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni na wanafunzi wake akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa, wakatoweka matanga. Nini anachozungumza? Maana yake huwezi kufika ng'ambo ya pili bila kuvuka. Ili uende ng'ambo ya pili lazima uvuke. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba na tuvuke mpaka ng'ambo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusudi la Mungu, mwana wa Mungu, uvuke. Ninapozungumza kuvuka kwa jinsi ya somo hili, naongelea kuvuka kwenda kwenye hatima yako. Unajua kuna mahali lazima uvuke ili ufikie hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukisoma tangu Agano la Kale, kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari wa 4, Kumbukumbu la Torati 27:4 mpaka utasoma mpaka 12, utaona Mungu anawaambia wana wa Israeli kwa habari ya watakapokuwa wamevuka mto Yordani, watakapokuwa wamevuka Yordani. Nini? Ni kusudi la Mungu watu wake wavuke. Ni kusudi la Mungu uvuke, sio kusudi la Mungu ubaki kwenye hiyo ng'ambo ya changamoto. Mungu anahitaji uvuke. Bwana asifiwe. Kwenye mwezi wa 12 ni matarajio ya Mungu kukuona umevuka. Na ndio maana utaona hata wana wa Israeli walipotoka Misri kuelekea Kanaani, walifika mahali wakutana na bahari ya Shamu. Kwa hiyo kwa jinsi ya kawaida, kwa sababu hawakuwa na kivuko cha kuvukia, waliona kukata tamaa, lakini Mungu aliwavusha. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba Mungu ana kusudi na maisha yako na anatamani kuona umevuka kwenye kila changamoto na kuliendea kusudi lake. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Joshua sura 4 utaona wakati wana wa Israeli wamekaa kwa muda mrefu ng'ambo ya mto Yordani, na wakati walipotakiwa kuvuka, Mungu aliyasimamisha maji ya Yordani na wana wa Israeli wakavuka na wakalivusha sanduku la Bwana. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba ni kusudi la Bwana wewe uvuke. Nasema tena, ni kusudi la Bwana wewe uvuke. Haijalishi muda huu unaposikia audio hii, inawezekana upo kwenye ng'ambo ya matatizo, upo kwenye ng'ambo ya magonjwa, upo kwenye ng'ambo ya uchumi mgumu, upo kwenye ng'ambo ya shida kiasi ambacho unahisi kuzungukwa na matatizo, maana kila unachojaribu kufanya kinaharibika. Kila unapojaribu kwenda ni kama umezungukwa na matatizo. Sasa ni kusudi la Mungu Desemba hii uvuke, na ninaona kuvuka in the mighty name of Jesus. Lakini katika yote ni muhimu elewa kwamba adui yetu shetani kuna namna amekusudia kutukwamisha, na njia mojawapo anayoitumia ili kutukwamisha ni kushambulia vivuko. Kushambulia vivuko. Kwa kusema hayo ni kwamba kuna watu ambao kwenye maisha yao walitakiwa kuvuka, lakini wameshindwa kuvuka kwa sababu vivuko vyao vimeshambuliwa. Vivuko vyao vimeshambuliwa. Upo uwezekano kwenye ulimwengu wa roho vivuko kushambuliwa. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 51 mstari wa 32. Maandiko yanasema, navyo vivuko vimeshambuliwa, nayo makangaga wameatia moto, nao watu wa vita wameingiwa na hofu. Nini? Anazungumza kuhusu vivuko kushambuliwa. Kuna watu ambao kwenye maisha yao walitakiwa kuvuka, lakini vivuko vya mahali walikotakiwa kuvukia vimeshambuliwa. Vimeshambuliwa. Nasema nini? Nasema na wewe ambaye inawezekana muda huu vivuko vya mahali ambako ulitakiwa kuvuka vimeshambuliwa, na umeshindwa kuvuka. Umebaki kwenye ng'ambo ile ile ambayo uko, ng'ambo ya matatizo, ng'ambo ya misiba,
ng'ambo ya shida. Angalia kwa mfano kitabu cha Waamuzi sura ya 12 mstari wa 5. Biblia inasema nao Wagileadi wakavishika vivuko vya Yordani kinyume cha Waefraimu. Nini? Waefraimu walitakiwa kuvuka Yordani, lakini Wagileadi wakavishika vivuko ili hawa Waefraimu wasivuke. Nini? Inawezekana kwenye ulimwengu wa roho muda huu kuna Wagileadi wako ambao wameshika kivuko cha wewe kuvuka kiuchumi, wameshika kivuko cha wewe kuvuka kutoka kwenye tatizo hilo nalo. Vivuko vinaweza kushikwa kwenye ulimwengu wa roho. Angalia, Biblia inasema kisha ilikuwa hapo watoro waliotoroka Efraim, mmoja wapo alisema niache nivuke. Hao watu wa Gileadi wakamwambia, je, wewe Efraimu? Kwamba alisema la. Ndipo akamwambia, haya tamka sasa neno hili Shiboleth. Naye akasema Shiboleth, kwa maana hakuweza kufanya midomo yake kutamka neno hilo sawasawa. Ndipo akamshika na kumwaa kwenye vivuko vya Yordani. Basi wakaanguka wakati huo watu 42,000 wa Efraimu. Nini maana yake? Kuna watu wamefia kwenye vivuko muda huu. Unatamani kuvuka lakini huwezi kuvuka, kwa sababu inawezekana wako wakina hawa wa Gileadi, mahali ambako unatakiwa kuvukia, wamesimama kuhakikisha hauvuke hapo. Kuna vitu wamekuwa wakikupa ili vikukandamize usiweze kuvuka. Ninakutabilia kwa jina la Yesu, haya ni majira yako ya kuvuka. Ninauona msaada wa Mungu wa kukuvusha katika jina la Yesu. Dalili za mtu ambaye kivuko chake kimeshambuliwa. Dalili ya kwanza tunaiona kwenye Ayubu sura ya 38 mstari ule wa 11. Anasema nikasema utafika mpaka hapa, lakini hautapita. Kwa dalili ya kwanza ya mtu ambaye kivuko chake kimeshambuliwa ni kuwa na mwanzo mzuri alafu kushindwa kumalizia, ni kuanza vitu na kushindwa kuvimalizia vizuri. Sababu anasema nikasema utafika mpaka hapa, it means huyu mtu alikuwa kwenye safari, lakini kuna mahali amefika hawezi kwenda, kwa hiyo amekwama. Dalili ya kwanza ya mtu ambaye kivuko chake kimeshambuliwa ni kukwama mahali. Na inawezekana kabisa unanisikiliza muda huu umekwama mahali. Umesoma kutokea darasa la kwanza hadi la 7 vizuri, Mungu kakujalia umefika sekondari kidato cha kwanza hadi cha 4, lakini kuvuka kutoka kidato cha 4 kwenda kidato kile cha 5 na cha 6 imekuwa changamoto. Na inawezekana pengine sio kwamba huna akili, pengine za masomo unazo kabisa, lakini huelewi tu nini shida. Pengine umesoma vizuri toka la kwanza mpaka form 6, lakini kuvuka kutoka form 6 kwenda chuo kikuu imekuwa changamoto. Na pengine umesoma na vizuri mpaka form 6 na tayari umeanza process za kwenda chuo kikuu, alafu ghafla kuna kitu tu kinakukwamisha hapo kuto kufika. Anasema utafika mpaka hapa, lakini utapita. Inamaanisha kwamba kuna kiwango ambacho adui anaweza kuruhusu ukipate, lakini kuna kiwango hawezi ruhusu upate. Kwa hiyo kuna namna kivuko kinaposhambuliwa lazima ukwame. Dalili ya kwanza ya mtu ambaye kivuko chake kimeshambuliwa ni mtu aliyekwama. Mahali popote kama umekwama, hebu rudia maneno yasema, Bwana Yesu, ninaomba uniondoe mahali ambako nimekwama katika jina lako. Kila pepo aliyenikwamisha aniachie kwa jina la Yesu. Ninaona unavuka katika jina la Yesu. Kwa anasema utafika mpaka hapa, lakini utapita. Dalili ya pili ya mtu ambaye kivuko chake kimeshambuliwa, dalili ya pili ni hofu. Bwana asifiwe. Hofu. Yeremia ile tuliyoisoma sura ya 51 mstari ule wa 32 anasema, navyo vivuko vimeshambuliwa, nayo makangaga wameatia moto, nao watu wa vita wameingiwa hofu. Wai watu wa vita waingiwe na hofu? Ni kwa sababu vivuko vimeshambuliwa. Mahali popote ambako kivuko kinashambuliwa, hata kama ulikuwa na matumaini ya ushindi kiasi gani, lazima kuna namna hofu itaingia kwenye moyo wako. Why? Ni kwa sababu kivuko kimeshambuliwa. Kwa mfano, tunasoma kitabu kile cha Injili ya Mathayo, wakati Yesu ameamuru wanafunzi wavuke kwenda ng'ambo ya pili.
Wakati wanavuka kwenda ng'ambo ya pili, utaona kuna shida ilitokea, na hii shida ilikuwa ni shida ya upepo. Upepo ulikuwa ni mkubwa. Biblia inasema ulikuwa ni upepo wa mbisho. Upepo wa mbisho ulikuwa unawazuia hawa watu wasivuke, na utaona chombo ambacho ndicho kinaitwa kivuko walichokuwa kitumia kuvuka. Nitasoma tu kutoka kwenye Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 35 na kuendelea. Utaona hapo walipoanza kuvuka ng'ambo, walipofika katikati ya bahari, ikatokea dhoruba kuu ya upepo. Mawimbi yakakipiga chombo, kikaanza kujaa maji, na Biblia inasema Yesu alikuwa ndani ya Shetri amelala kwenye mto huo, ndani ya hicho chombo. Kwa hiyo akamwamsha, wakipiga kelele, mwalimu, tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Alafu akamwambia, mbona mmekuwa waoga? Nini? Hofu maana yake ni kinyume cha imani. Imani imeondoka. Kwa kivuko kinaposhambuliwa, kuna kiwango fulani cha imani ndani yako kinaondoka, na tayari hofu inaingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuombea katika jina la Yesu, hofu yoyote ambayo ni matokeo ya kivuko chako kushambuliwa ikuachie katika jina la Yesu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu Mungu akubariki kwa haya. Ikiwa unahitaji somo hili, nitafute mimi mwinjilisti Sylvester Yabilo kwa simu nambari 0755813638. Kinitafuta kwa namba hizo, piga, alafu jitambulishe na uzungumze kuhusu somo hili kwamba nataka Mungu anivushe, alafu mimi tutaomba pamoja na Mungu atakuvusha. Na ikiwa unahitaji somo hili pia unaweza ukazungumza kama utahitaji. Zipo audio takutumia, na Bwana wa mbinguni akubariki. Uwe na siku njema. Amen.